kwa sababu ya mafanikio ulionayo, kwa sababu ya nguvu ulionayo, kwa sababu ya maarifa ulionayo, kwa sababu ya elimu ulionayo, kwa sababu ya nguvu ulionayo. Jifanye muda tu, jifanye muda tu. Utakutana na Mungu zaidi yako, utakutana na mwenye nguvu zaidi yako. Ukifika kwake damu yangu mimi haitatembea. Yesu asifiwe sana. Anaambia ni kwa kawaida, ndugu jamaa marafiki watakusanyika kwa huzuni. Kuna kawaida gani kwenye maisha yako ambayo inapelekea watu kunipeleka wanaanza kuwa na mashaburini? Kuna kawaida gani kwenye maisha? Wale wana kawaida ya kutotii sauti ya Mungu, hawasikilizi maneno ya Mungu. Maisha yao ni mabaya, matendo yao ni mabaya. Watu wa matukio kila wakati, akipita sehemu lazima kuna tukio linafanyika, na watu wakimwona amefuata hiyo njia wanaambizana kwamba uko leo, ndani kama kutakuwa na usalama. Wakiona kuna kikao kimetengenezwa, wakaona wale watu wamekaa pale, wanajua kabisa kwamba kile kikao leo lazima kuna mahali jambo litaharibika, na kwa kweli wakifuatilia baada ya muda kufanyika, watakwambia kikao kifanyika jana kile. Wewe ndio kawaida yako. Umeonywa na watumishi wa Mungu wa kila aina, hutaki kusikia. Umeonywa na wazee wa mila na desturi, wazee wetu wenye hekima, hutaki kusikia. Umeonywa na wazazi wako, hutaki kusikia. Sheria za nchi zinakuonya, hutaki kusikia. Maneno matakatifu yanakuonya, hutaki kusikia. Nini kitakachokusaidia? Paulo akasema, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Maana ninalolipenda silitendi, kile nisilolipenda ndilo ninalolifanya. Ni kwa sababu ya mwili, roho ya mauti imo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unaishi hapo unaonekana uko hai, lakini Paulo anachukulia mwili wake, anaona ndani yake kuna msiba, ndani yake kuna mauti, ndani yake kuna uharibifu. Unatokana na kitu gani? Unatokana na asili ya dhambi, unatokana na kufuata kanuni na viongozi na kuishi maisha mazuri. Anasema nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti, mwili unaoleta uharibifu, mwili ambao unakwenda haraka sana kutafuta kifo. Mwili wa mwanadamu yake ni kutafuta kifo. Pia ya mwili mauti, bali ya roho ni salama. Salama ya roho ni uzima na amani. Lakini wanadamu walio wengi wamefuata miili, na wale wakaamua habari ya miili yao kwamba wanatakiwa kurekebisha. Sisi watumishi yule ndege ana uwezo wa kuona kitu kikiwa mbali sana. Mungu amempatia uwezo yule ndege wa kuona kitu ambacho kiko mbali sana, kitu cha hatari ambacho bado hakijafika kwenye eneo au katika mazingira. Yeye tayari anakuwa ameshaona. Yule ndege ana uwezo wa kupata harufu, atanusa tu, atatambua harufu hii ni ya mnyama fulani, ukiacha kunusa, ana uwezo wa kusikia sauti isiyokuwa ya kawaida. Sasa akishasikia sauti au akasikia ile harufu ya hatari au akaona kiumbe cha hatari kinachojiandaa kufanya shambulizi, kabla shambulizi halijatokea, yule ndege anatoa sauti ya tahadhari kwa vitu vinavyozungukwa na lile eneo. Yule kiumbe ambaye anazunguka kwenye yale mazingira anayechukua tahadhari, akisikiliza sauti ya yule ndege huwa anaondoka haraka na kuanza kutafuta namna ya kujisalimisha. Kama kuna shimo anakaza kwenye shimo akaingia, kama ni kuku watatafuta sehemu ya kujificha, kama ni ndani wote wataingia katikati, watajificha. Sasa ole wake yule ambaye atasikia sauti ya tahadhari, kazi ya kutangaza hatari yake kifanya Mungu anasimama tu. Madhara lazima tutamshika. Wale wengi tazonda sana maisha gani? Wengi tazonda sana.
Yaani wewe unaponea toba, yaani wewe unatoka kwa kweli. Yaani wewe unaponea kijana na hata sio ulimwengu wa kawaida. Ni Kristo. Umekuwa ni faida. Yaani watu wamepiga kelele sana kwa habari ya maisha. Sana kwa habari ya matendo. Watu wamepiga kelele sana kwa habari ya maisha. Watu wamepiga kelele sana. Na watu wakikuona wanaanza kujificha. Wanaanza kuogopa kwamba hapa sio sawa. Sasa kadharau ule mlio. Wakati ule ndege anapiga kelele, yeye anakuomba kwanza kujisalimisha na kutafuta usalama. Kwa hata yeye mwenyewe akipiga kelele, kama hana utaratibu wa kuheshimu ule ufunuo ambao Mungu amempa wa kuona, kusikia na kunusa, naye ataangalia. Kwa hiyo hata sisi ambao tunapiga kelele huku, lazima tuhakikishe tunaishi maisha matakatifu ambayo Mungu anayahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mitaa yetu imeharibika, familia zetu zimeharibika. Hakuna amani katika familia, hakuna amani katika kijiji, hakuna amani katika taifa. Wanaopelekea matatizo yote haya sio wanyama, wanaopelekea matatizo ni wanadamu wanaojua sheria za nchi, wanajua sheria za nchi.